adui wa pili waliookoka ni kukosa utii. Kwenye kitabu cha Isaya 1:19, Isaya 1:19 anasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Sasa adui huyu wa pili wa kukosa utii, ukikosa utii, yule aliokoka hawezi kula mema ya nchi. Kwa atabaki kwenye kituo cha giza, atabaki kwenye kituo cha ukiwa, atabaki kwenye kituo cha utupu. Kwa nini? Kwa sababu amekosa utii. Kwa hiyo kukosa utii ni adui mkubwa sana waliokoka. Na unatii nini sasa? Lazima umtii Mungu. Lazima utii neno la madhabahu. Lazima umtii mtumishi anasimama mbele yako kila siku kwa ajili yako. Lazima utii kila unachofundishwa. Kwa sababu wengi waliokoka wanajihesabia haki, kwamba mimi nimeokoka na miaka mingi sana mimi. Kujihesabia haki hakukupi kufanikiwa. Kujihesabia haki hakukupi wewe kupiga hatua. Kujihesabia haki hakukupa wewe kwenda mbele. Ila kujihesabia haki kuna kurudisha nyuma. Kwa hiyo wengi wanakosa utii. Kwa hiyo ukikosa utii, manake nini? Manake kwamba kile alichokusudia Mungu kwako wewe hakiwezi kutokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikosa utii. Sauli alikuwa ni mtumishi mzuri sana wa Mungu na alifanya vitu vikubwa sana, vingi na vizuri alivifanya, lakini alipokosa utii tu Mungu akamkataa. Kwa sababu umekosa utii na ukataa. Samueli wa kwanza 15 na ule mstari wa 18 ansa, kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi ukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza wa Amaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wapetoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgal. Naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri wa vinyama. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Kwa hiyo Mungu alimwambia Sauli akapige Amaleki wote, akaue Amaleki wote, angamize Amaleki wote na watu wote, wafalme, kuku, bata, kila kitu. Sauli alipoenda kule kweli akapiga ile vita akashinda. Akaua Waamaleki wengi sana, lakini akachukua ng'ombe wazuri wanono akaweka pembeni, akamchukua mfalme Agagi akamweka pembeni, akachukua kondoo wazuri akaweka pembeni. Mungu akasema na Samueli akamwambia, mwambie Sauli hakutii sauti yangu. Akasema kutii ni bora kuliko sadaka, na kutokutii ni sawa sana na dhambi ya uchawi.